Mtu anatoka huko, ameiba, amefanya hivi na hivi, amefanya mambo mabaya, anakuja kanisani na bahasha kubwa, anasema mimi namtolea Mungu fungu la 10. Lakini huko kuna watu wameumia. Katika lile fungu la 10 anatoa hapa, kuna watu huko nje wameumia. Amewadhulumu watu, amewaibia watu, anakuja kuweka pale madhabahuni, mchungaji anampiga anasema, huyu ndio muumini kweli kweli. Huyu ndio anafaa kweli kweli. Yesu hakuangalia hivyo. Ndio maana maneno ya Yesu yalikuwa magumu. Hata Mafarisayo hawalishindwa kuyafuata. Walishindwa kumuelewa. Huyu anasema maneno gani? Kwa sababu maneno yake yalikuwa yametoka mbinguni. Usiwe na upendeleo kwenye huduma yako. Bali yoyote ambaye ataishusha roho yake, huyo ndio ana uwezo wa kumtumikia Mungu. Lakini sio kusema kwa sababu huyu amenitolea fungu la 10 kubwa, ametoa sadaka kubwa, tunamwekea kitu hapa mbele hapa, kae hapa. Maneno ya Mungu hayamo ndani yake. Hajui lolote. Huyo tajiri ameiba vya watu huko, amefanya mambo ya ajabu. Ndio maana makanisa, roho wa Mungu amekimbia, kwa sababu dhambi zimetawala kanisani. Makosa yametawala kanisani. Roho gani wa Mungu ambaye yumo? Ndio maana mwisho wa siku imebaki injili ya kufundishwa, sio injili ya kutoka mbinguni. Yesu anataka injili itokayo kwa Baba. Amen. Ndio maana wakasema, huyu ni nani? Mbona hana elimu ya dini? Mbona hana elimu yoyote? Mbona maneno anayosema ni maneno ambayo yanaonekana ni ya uponyaji? Lakini yeye elimu yake ilitoka mbinguni. Haikuwa elimu ya kusomea. Siku hizi watu wanaenda kusomea elimu. Unasomea elimu ya dini ambayo ndani yako hamna roho wa uongozi. Hakuna roho ya kuongoza. Mwisho wa siku unaanza kufariji tu dhambi. Mtu akiingia amezini kanisani, mtu akiingia amefanya mambo ya ajabu, hata ukemei. Wewe ni kusema tu njoo kaa hapa ili kanisa lijae mpaka kule. Likijaa watu unawapeleka wapi? Unawapeleka motoni, unawapeleka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu unawapeleka motoni, uwapeleki kwa Baba. Hukumu yako itakuwa ni kubwa. Bwana wa majeshi amesema, yoyote aliye kiongozi, yoyote aliye mchungaji, akawaambia watu iliyo kweli yangu, ili yeye ajiepushe na hukumu. Kwa sababu wewe ukishindwa kuambia, nikishindwa kukuambia wewe maneno ya kweli, mimi hukumu itakuwa juu yangu. Lakini natakiwa nikuambie kweli, ili wewe mwenyewe ukahukumiwe katika haki. Usipoambiwa kweli, kwa sababu Yesu atakuuliza, na ili haukuambiwa, mimi nilikuwa sijui. Hukumu anabeba kiongozi wako. Lakini yeye anasema, wale niliowateua wanakwenda kuisema kweli yangu. Hawataficha kweli hata moja. Ndio maana Yesu alisema, Petro, lisha kundi langu. Alimuona kwamba Petro yuko karibu na ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu aliyatenda katika yote aliyatenda. Alifanya miujiza yote hiyo. Lakini saa ya mwisho, wale watu waliowatendea yote wale wakamgeuka. Wakasema, sisi hatujui. Huyu mtu aisema sijui, atalivunja hekalu, ataijenga kwa siku 3. Anakufuru. Walimwekea tuhuma ambazo hazina maana yoyote. Lakini Bwana Yesu akakaa kimya, kwa sababu alijua sana wakati umefika.